Katika kipindi kilichopita tuliweza kujifunza na kuangalia hasa maana halisi ya msukumo wa ndani, lakini pia tukaweza kuangazia kwamba msukumo huu wa ndani kwamba ni ile nia ya ndani na uwezo wa mtu kuweza kufanya kazi zake kama ambavyo alikuwa amepanga. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia ni mambo yapi ambayo unaweza kuyapa nafasi na yakakusaidia kulinda msukumo wako wa ndani. Utakuwa umewahi kusikia kuhusu kitu kinachoitwa energy au hamasa au morali. Hiki ni kitu muhimu sana kwa mtu yeyote ambaye anafikiria kukamilisha mipango na malengo yake kwa wakati, kwa msukumo ule ule ambao ulimpelekea kuyapanga malengo haya. Basi yako mambo karibia 10 ambayo nimeweza kukuandalia. Jambo la kwanza ambalo nimekuandalia ni umuhimu wa wewe kujijua na kujitambua. Katika eneo hili la kujijua na kujitambua, tunaangazia kwamba ni muhimu ukaweza kuyatambua malengo yako na kuyapanga vizuri malengo yako, kuanzia malengo madogo, malengo makubwa na malengo makubwa zaidi. Kwa maana ya unaweza kuyapanga katika muda, unaweza kuwa na malengo ya muda mfupi, malengo ya muda wa kati na malengo ya muda mrefu. Lakini katika kujijua na kujitambua inakusaidia sasa wewe kuweza kujua nguvu zako pamoja na udhaifu wako. Ikumbuke kwamba hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. Kwa hiyo mtu unapokuwa umejijengea tabia na uwezo wa kujiassess mwenyewe, ukaweza kujua nguvu yako ni ipi, udhaifu wako ni upi, basi utatumia nguvu kusogeza zaidi na utatumia ule udhaifu kujaribu kutengenezea mazingira ya kushinda ule udhaifu wako ama kusahihisha sehemu ambayo ni mapungufu yako. Basi tunasema kwamba hamasa ya ndani huwa inaimarika zaidi pale ambapo unaweza kujiona kwamba ni mtu ambaye unajitambua vizuri zaidi, yaani unajifahamu vizuri zaidi. Na hii kwenye kujitambua na kujijua inakuepushia misuguano na migongano na watu wengine ambayo sio kwa ya lazima, kwa sababu yako makosa utakuwa unayafanya na mwisho wa siku inakurahisishia sana wewe kuyakiri na kuyatambua kwamba pale nilikosea na pale nilifanya vizuri. Jambo la pili ni kuwa na malengo yanayopimika na malengo yanayoeleweka. Malengo yanayoeleweka na malengo yanayopimika ni yapi? Yaani muhimu sana unapopangilia malengo yako uweze sasa kujua kwamba malengo yangu ni kadhaa, ni malengo kadhaa, ni malengo kadhaa. Lakini katika kuwa na malengo ambayo yanapimika, ni lazima malengo haya yawe katika muda fulani. Usifanye tu vitu bila kuwa na mipaka, usifanye tu vitu bila kuwa na mwisho. Kwa hiyo ni muhimu sasa kujiwekea target kwamba jambo hili ninalolianzisha litadumu kwa muda wa mwezi, miezi miwili, miezi mitatu na kadhalika mpaka mwaka mmoja na kuendelea. Lakini unapokuwa umejiwekea muda inakurahisishia zaidi kuweza kubaki ndani ya spidi ambayo utakuwa umeipanga, lakini pia itakusaidia kuweza kujipima sehemu gani unafeli na sehemu gani uongeze ili kuweza kufika kwenye malengo yako. Lakini jambo la tatu ambalo nimekuandalia ni kuwa katika mazingira chanya. Kuwa katika mazingira chanya kuna kurahisishia au kuna kusaidia wewe kuwa katika msukumo chanya au kuwa katika msukumo wako wa ndani na kubaki ndani ya ile morali yako bila kukata tamaa, kulingana na aina ya marafiki ulio nao, lakini pia kulingana na familia pamoja na jamii kwa ujumla. Kuto kuchanganya mambo ya familia na kazi, lakini pia kuto kuchanganya mambo ya kijamii na masuala yako ya kazi ama malengo yako. Kwa hiyo ni muhimu sana wanajamii, wanafamilia na marafiki wanaokuzunguka wawe ni wale ambao wanakuwa na mtizamo chanya katika kile unachokifanya, na hiyo itakusaidia sana. Na hapa tunasema kwamba ni muhimu kuweza kubaini watu ambao wanakudumaza katika malengo yako, na ikiwezekana kuweza kuwaepuka na kujiepusha nao ili wasiweze kukukwamisha au kukufanya usipige hatua ama kusonga mbele. Jambo la 4 nililokuandalia ni kwamba kuwa katika hali ya nidhamu kuliko hisia. Kuwa katika hali ya nidhamu kuliko hisia. Ni muhimu sasa uweze kupanga zinaitwa habits au uwe na tabia ambazo ni endelevu, lakini pia kuweza kujipangia ratiba maalum za kufanya mambo ambayo unakuwa
umeyaplani katika malengo yako, kwamba muda fulani kama ni kwa ajili ya jambo fulani, basi muda huo unapofika unaenda moja kwa moja kwenye lile jambo na unalifanya. Hiyo itakusaidia sana kuwa ni mtu mwenye nidhamu. Tunasema kwamba nidhamu huzaa motisha. Yako mambo ambayo wakati mwingine yanaweza kukukuta moyo hautaki kufanya, lakini kwa sababu ni yako ndani ya malengo yako na kwa sababu ya nidhamu ambayo umejiwekea, basi unajikuta unaendelea kufanya kile kitu, na mwisho wa siku utajikuta kwamba umetimiza malengo, hata kama wakati fulani basi ulikuwa unaingiwa hali ya uchovu. Lakini jambo la tano ambalo nimekuandalia ni kujifunza kuwa na afya njema, lakini pia afya ya akili na mwili. Kwamba hapa sasa ni muhimu sana kwa mtu yeyote ambaye anapanga malengo aweze kujua umuhimu wa afya iliyokuwepo njema, kwa sababu mtaji wa kwanza wa mtu ni uzima alionao, uzima katika mwili na uzima katika akili. Afya ya akili inapokuwa imekumbwa na kuzongwa na msongo mawazo na mambo kadha wa kadha ambayo yanakuwa yanaathiri hali ya kufikiri, basi ni rahisi sana mtu huyu kushuka morali, au mtu ambaye yupo katika magonjwa ya kimwili, basi ni rahisi sana mtu kama huyu kujisikia kuchoka moyo, hata kama alikuwa anatamani sana kutimiza jambo fulani, huwezi ukalitimiza ukiwa katika hali ya ugonjwa. Kwa yale mazingira ambayo yanaweza kukufanya ukawa ni mgonjwa au ukawa ni mwenye ulemavu, ukakumbwa na ajali na mambo mengine yasiyofaa kama ulevi kupindukia na tabia zisizofaa ambazo zinaathiri afya, basi ni muhimu na zenyewe tukaziangalizia utaratibu wa kuziregulate. Hii ikiwa ni pamoja na kujenga tabia ya mtu kulala vizuri, kula chakula ambacho ni mlo kamili, lakini pia kitu kingine ni kufanya mazoezi pamoja na kupumzika. Haya ni matendo ambayo yatakusaidia sana ubaki kwenye hali ya afya yako ya utimamu wa afya ya akili na mwili, na hivyo kujikuta unakuwa ni mwenye nguvu katika kuyatekeleza malengo ambayo unakuwa umejipangia. Jambo la sita nililokuandalia ni kuwa na tabia ya kuendelea kujifunza. Kutokuwa mwepesi wa kujizuia kujifunza, kwa maana ya kwamba unapokuwa hupo hata katika mazungumzo na watu, basi unakuwa ni mwenye kujenga tabia ya kuwa msikilizaji zaidi, ili uweze kubaini na kujua watu wengine wana uwezo kiasi gani, watu wengine wana nguvu kiasi gani, au watu wengine wanafanikiwa kwa namna gani. Lakini pia hapo hapo ni pamoja na kuongeza maarifa katika jambo au mambo unayoyafanya, kuweza kuweka utaratibu wa kufuatilia watu ambao wamekutangulia katika eneo hilo wanafanya vipi na wako mbele kwa hatua zipi na kadhalika, au wanafanya vipi mambo yao. Itakusaidia sana kuwa na hali ya mwendelezo na kutokukata tamaa, lakini itakujengea motisha zaidi ya kupitia uwezo ambao unakuwa unaujenga kupitia maarifa. Kuwa na tabia pia ya kusoma vitabu kuna kupanua hali ya kumbukumbu, lakini pia kuna kusaidia kukujengea changamoto mpya na kuweza kujikuta akili yako ikiwa ni active, na hivyo kubaki katika msingi wa utekelezaji wa malengo yako. Kwa hiyo swala la kuendelea kujifunza ni jambo la muhimu, kuto kulimit akili yako katika maeneo tu ambayo wewe unayajua peke yako. Basi ni muhimu zaidi kuweza kujiuliza na kufuatilia watu wengine wanafanya vipi na wanafanya kwa namna gani, ili uweze kuweka uwezo huo au ujuzi huo katika jambo na katika malengo ambayo wewe umejiwekea kuyafanya. Lakini jambo la saba nimekuandalia ni kuwa mtu wa shukurani. Hapa ni kuepuka tabia ile ya manung'uniko wakati wote, lakini pia kuwa ni mtu ambaye unaweza kuridhika na kile ulichonacho na kuangalia zaidi kwamba ulichonacho ni kitu gani, na mwisho wa siku uweze kukitumia kufanikisha malengo yako, badala ya kuwa ni mtu wa kulalamika kwa sababu ya upungufu wa nyenzo fulani au kwa sababu ya watu fulani waliowahi kukukwamisha huko nyuma. Basi inakuwa ni nzuri sana pale unapokuwa umejijengea utaratibu wa kuwa mtu mwenye shukurani kwa kuangalia kile ulicho nacho, halafu unaweka mipango yako mbele zaidi na unaweka mbele zaidi makusudio ya kutimiza malengo. Basi jambo la 8 nililokuandalia ni kuishi ndani ya maadili mema pamoja na dhamira safi. Kutoruhusu mawazo ambayo ni hasi, lakini pia kutoruhusu tabia zisizofaa ambazo zinaweza zikakupelekea kuingiza kwenye matatizo. Kwa mfano kukopa bila malengo,
labda kuto kuunga juhudi au kuto kuunga mkono ama kukosoa kazi za watu wengine, kufurahia maanguko ya watu wengine. Hivyo ni vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinakuwa vinakuongezea maadui zaidi, badala ya kukutengenezea watu ambao ni marafiki wanaoweza kuwa ni msaada kwako. Kwa hiyo unapokuwa ni mtu mwenye maadili mema, basi hata unapoamua kumshauri mwenzako utamshauri kwa hekima, lakini pia utakubali kutokukubaliana pale unapokuwa umeshauriwa au umeshauri jambo ambalo ukaona halijatekelezwa kwa wakati, basi linakuwa haliwezi kukuathiri wewe katika mambo yako au katika ratiba yako. Lakini jambo la 9 ambalo nimekuandalia ni kuwa na mazingira au kutengeneza mazingira ya kuwa mwenye furaha na amani katika mambo unayoyafanya. Wanakuambia kwamba unapofanya jambo fulani, basi lifanye lile jambo kwa furaha. Yaani unakuwa unalifanya jambo kwa ukiwa ndani na amani nalo. Na ndio maana unaambiwa kwamba ni vizuri sana kuweza kuwa mtu wa kuwa na uchaguzi sahihi katika kufanya mambo fulani au katika kuweka malengo fulani, hasa katika uwekezaji, maeneo ya biashara, maeneo ya kitaaluma na maeneo mengine, ili usijitengenezee mazingira ya majuto mbeleni. Na mwisho wa siku unaweza kujikuta katika unafanya kazi ambayo hukuipenda. Hii itakufanya kukurudisha nyuma zaidi, kwa sababu unapokuwa umechagua jambo fulani ukaliwekea malengo, basi hakikisha lile jambo linakupa amani moyoni, unalifanya kwa furaha, basi utalifanya kwa mafanikio zaidi, badala ya kuchagua jambo kwa kukurupuka, na mwisho wa siku unajikuta ukilitekeleza lile jambo ndani ya majuto mpaka muda unaisha ukiwa hujalitimiza hata lile jambo lenyewe katika hali ya ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda amani na furaha ya moyo wako unapokuwa unajiwekea malengo na ili kuweza kulinda hali ya msukumo wa ndani, usije ukaiua ile dhamira, utashi pamoja na ile hali ya nia ya kuendelea kutekeleza ama kutimiza yale malengo yako. Jambo la 10 ambalo nimekuandalia ni imani pamoja na ibada. Kuwa mtu mwenye imani pamoja na ibada ni ile hali ya mtu kuwa na hofu ya Mungu, lakini pia kuwa ni mtu mwenye imani katika imani zilizopo kwamba Mungu yupo, na kwa kufanya hivyo kutakusaidia sana kujenga katika kazi zako, malengo yako, kuwa mtu mwadilifu pamoja na kuwa mtu mwenye tumaini la kupiga hatua mbele zaidi, kwa sababu neno la Mwenyezi Mungu au maneno matakatifu mara nyingi ya huwa ni maneno ambayo yanakupa moyo zaidi, yanakuongeza morali zaidi, yanakupa tumaini zaidi, kwa sababu unakuwa huwezi au unakuwa sio mwepesi wa kukata tamaa, kwa sababu neno la Mungu linakuwa ni faraja kwako. Kwa hiyo unapokuwa ni mtu ambaye umejipangia hali ya kuabudu pamoja na kuwa mwenye hofu ya Mungu, itakuepusha na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kukufanya urudi nyuma zaidi katika malengo yako. Basi niliweza kukuandalia mambo hayo 10 ambayo yatakusaidia sana unapokuwa unauanza mwaka mpya, mwaka wa malengo, mwaka wa maokoto na mwaka wa kupiga hatua zaidi katika taaluma, katika biashara, katika familia au mahusiano na maeneo mbalimbali. Epuka sana mambo ambayo yanakuwa yanapelekea kukushusha morali, kupunguzia hali ya msukumo wa ndani, kukatisha tamaa, kwa sababu mara nyingi sana unaweza ukajikuta mwaka unaisha ukiwa hujatekeleza jambo lolote, kwa sababu uliendekeza vitu ambavyo havina msingi kwako, havina maana kwako, na mwisho wa siku kavipa nafasi, vikadhoofisha hali yako ya msukumo wa ndani au ile energy ya ndani katika kufanya kazi, na mwisho wa siku ukajikuta unakuwa ni mtu mwenye majuto. Usisahau kusubscribe channel yetu, kutufuatilia katika mitandao yetu. Mpaka wakati mwingine, ulikuwa nami Sospeter Burugu. Kwa heri. Asante.